lakini Nkwabi Nyanda. Kwa hiyo nikaja kugundua mama yake Nkwabi alikuwa anampenda Nkwabi sana kwa sababu alikuwa alimpa jina la baba yake. Sio, umenielewa? Mimi naitwa Dr. Chief Kisesi, lakini jina langu kabisa ni Mganirwa. 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 Yaani kwa tuseme kwa lugha nyingine, sauti kidogo ukitafasiri kwa lugha nyingine, yaani mwadisiwa, yaani lejigano, legendary. Yaani kwetu unakuaga yaani kama mtu mzima kakaa na watoto anawaambia yaani kwa kilugha Zugina Mganile. Okay. Unaona? Zugina Mganile, yaani Zugina Mganile, yaani njoni niwahadisie. Yaani kama kwa mfano kama anawahadisia hadithi. Kulikuwa na hichi na hichi, zamani ilikuwa hivi na hivi, ndio maana ya lejigano. Mpenzi mtazamaji, hapa leo tuko Tabora Tanzania. Tuko maeneo ya Mwanza Road, kwa Bibi Asia. Kuna Mwembe, kuna Mpela. Lakini kwa nini nimeamua kuja kuchagua African Science kipindi changu cha kwanza kukiweka hewani kupitia mkoa wa Tabora? Kwa sababu Tabora ina historia kubwa sana. Nikizungumza historia ya Tabora, huenda hata wewe mpenzi mtazamaji ukaona kwamba na hadithi vitu vizito sana. Tabora ukifuatilia kwenye kila anga katika hii Tanzania, ukienda kwenye ubabe, kwenye nini, kwenye utemi, kwenye nini, kwenye uchawi, kwenye uganga, kwenye miti ya asili, kwenye kujitibu magonjwa yote, mpaka magonjwa yote ambayo yanashindikana, yote unayojua wewe ya mzungu na Kiswahili, yote Tabora. Kwa hiyo Tabora pia historia Idi Amin Dada ukifuatilia anaweza akaa naye pia alishaye kupita Tabora. Inawezekana. Na ukifuatilia hata historia ya mtu kama Putin, alienda Bagamoyo, hajafika Tabora. Angefika Tabora wa Tanzania wangemwelewa kiurahisi sana. Tutazungumza kwa nini Putin aliishia Bagamoyo na kwa nini Putin hajafika Tabora. Ila angefika Tabora, Putin wa Tanzania wangemuelewa sana kuliko hata anavyoeleweka Ivory Coast na nchi zingine za West Africa na Afrika Kusini na kadhalika. Mwamba ametafsiria maana ya Mganirwa, na tutakuja kuzungumza sisi watu ambao tunafikiria mambo ya spontaneous knowledge, natural knowledge, maarifa asilia, huwa tuna mambo yetu, tuna vitu vyetu. Bwana, asante sana umezungumza kuhusu Mganirwa. Umesema Mganirwa ni nini? Mganirwa yani mwadisiwa. Kivipi? Fafanua watu, mpenzi mtazamaji anataka ajue na tueleze kamera close up. Yaani mwadisiwa, yaani kama kwa mfano kama ndugu yangu hapa. Yaani anahadisiwa kitu, yaani ni hadithi. Yaani kwa mfano anahadisiwa hadithi za zamani za kale. Unaona? Mganirwa ni mtu wa kale. Yaani sio mtu wa kale. Yaani Mganirwa, yaani ni mhadisiwa, yaani mstoriwa ile historia ya zamani. Lazima watu wamzungumzie. Unaona, lazima wamzungumzie. Huyo ni mtu wa zamani Mganirwa. Unaona? Jamaa kafafanua jina langu, sio la kwako wewe mpenzi mtazamaji. Twende kuona bwana. Mganirwa, yani ina maana ni mhadisiwa. Kama mwanzo labda kulikuwa na kijiji kimoja, labda kilikuwa na simba. Unaona? Anapita anatafuna watu. Unaona? Kwa maana hiyo mzee wa zamani ambaye akashaiona hiyo historia, unaona, na hayo matukio naye kashawahi kuyaona, pengine naye kahadisiwa. Unaona? Sasa nyinyi wajukuu mkishakusanywa pale, anawaambieni sasa ule babu yule Zogina Mganile lejigano. Sasa unaona? Zogina Mganile, yani Zogina Mganile lejigano. Zogina Mganile, yani njoni ni wahadisie hadithi. Unaona? Anawaita sasa pale, wajukuu zangu, mwanzo kulikuwa sisi tulikuwa labda tukienda kuchunga ng'ombe, kuna simba wengi wanatembea, unakutana nao wengine wanakula ng'ombe. Unaona? Sasa kijiji kimoja kulikuwa na simba. Huyo simba alikuwa kasha hasi yani polini huko kai. Unaona? Anatembea tu kwenye miji ya watu, yani kijijini, anaingia kijijini anatafuna watu. Unaona? Ndo anawahadisia sasa kama mwanzo kulikuwa na simba kapotea yani. Unaona? Kakimbia yani msitu kauacha. Unaona? Kaingia kijijini. Yani huko kijijini anapita anatafuna watu tu.
Kila anakipita akikuta watu yeye anatafuna. Akipita watu yeye anatafuna. Sasa mzee sasa ndo anahadisia sasa. Okay. Maana ya Mganirwa wale watoto sasa wale pale anaohadisia ndo wahadisiwa wale. Kwa mimi lazima nihadisiwe. Mimi lazima wewe uhadisiwe. Lazima niyafanye wazee. Na nifuate. Unapokuhadisia wale wazee na wewe inabidi usikilize kile wanachokuhadisia. Kifuate. Na wewe ukifuate. Unaona? Na zamani ndio hivyo. Mganirwa ni mtu ambaye mwenye maadili. Mganirwa ni mtu mwenye maadili ambaye anaohadisiwa story na akaisikiliza na akaifuata. Okay. Jinsi ilivyo. Kwamba labda kwa mfano kwa sababu sio Mganirwa tu labda ni kigano tu labda ni hadithi, hapana. Kuna mambo mengine ya kuambiwa ya jadi.